Karibu tena wapendwa wa Undani TV. Tunawakaribisha mahali popote mlipo. Inawezekana kuko wenye wako sehemu ambapo ni usiku sahi. Inawezekana uko sehemu ambapo sahi ni mchana. Tungependa tujue wewe kwa sasa uko saa ngapi, na ni usiku au ni mchana. Unapotuangalia sahi wewe unaona ni saa ngapi kwako mahali ulipo. Tunawapenda sana, karibu tena, na tukipenda tuefanye muendelezo kidogo kuhusu video iliyopita. Tulikuwa tunazungumzia kile kitabu cha Mwanzo, sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka 9, lakini tukasisitiza kwamba mstari wa 6 inabidi utujenge zaidi na tuangalie kwenye mtazamo mwingine. Lakini kikao kifanyika pale mahali Shinari, ndo tungependa tuongelee. Ndugu mfanyabiashara, unaiona hii njia? Hii njia kama iko hapo haimaanishi hakuna mtu anayeitumia. Lakini saa hii hauone mtu. Lakini ukiona njia iko hivi, maana yake kuna mahali natoka na kuna mahali naelekea. Yaani ukiifuata uende nayo kule mpaka mwisho, kuna sehemu itakufikisha. Na bila shaka kutakuwa mahali pazuri. Kwa sababu nawe unaiona njia inapendeza au haipendezi? Inapendeza. Sasa kwa kifupi, ningependa nikujulishe kwamba habari ya kwamba inawezekana wewe na idea yako, wewe na biashara yako, ukakalisha watu, ukawafanyisha kikao cha Shinari kama jinsi walikifanya wale watu waliokuwa wana project na mpango na mradi wa kujenga mji pale Iraki. Inawezekana ilikuwa ni Baghdad. Unajua capital city, makao makuu ya Iraki yanaitwa Baghdad. Sasa ukakalisha watu kaongelesha, kaambia yeye ana mimi na biashara, nina idea, nimeianza au bado sijaanza, lakini ningependa tujiunge pamoja. Hii biashara tuifanyie pamoja. Inaweza kawa idea nzuri. Kubali uulizwe maswali na kubali kuyajibia maswali. Wale watu watakuuliza ABC, na wewe inabidi uwe tayari kuwajibia mpaka wakuelewe. Lakini kama vile nimesha kuambia, watu wakisha kuelewa na idea yako, ndugu yangu, mimi nimesha kuambia, najua utanishukuru baadaye. Biashara ya wewe binafsi haitakufikisha mahali inaweza kukufikisha ukiwa umejiunga na watu wengine. Na hapa ni wakosoe na ni washauri watu ambao hawana uaminifu. Kubali kushiriki na wengine kwa uaminifu, tena 100%. Mchunge mali zenu. Alafu wewe ambaye unasema siwezi kutumika na watu, siwezi kushiriki na watu, tengeneza mfumo, system ambayo itasababisha kila kitu kiende vizuri. Kaa ufikirie, kaa uwaze, kaa upange na wenzako, mpange jinsi mtalinda mali zenu, mtalinda biashara yenu iende vizuri. Sehemu nyingi Afrika, katika nchi nyingi za Afrika, ukiwa unatembea, unaweza kufika sehemu ambayo ina urefu, tuseme kama mita 100. Kwenye mita 100 unaangalia kulia kushoto kwa ile barabara. Yaani ukiwa kwenye barabara, kuanzia kwenye duka zinaanzia ukifika kwenye center. Yaani pale kale kamuji kadogo, ka center kidogo. Unaweza kuona kwamba wewe kuanzia pale kwenye barabara ya urefu wa mita 100, kulia kushoto kunajaa duka,
kuna duka, kuna duka, kuna duka, kuna duka, kuna duka. Halafu kinachoshangaza ukiingia ndani ya zile duka, hizo duka ukiingia utaona kwamba hawa watu wanauzisha vitu ambavyo vinafanana, vitu viko sawa sawa. Na samahani kusema hivi, sio kwamba nadharau kazi zenu, lakini ningependa tushauriane, kwa sababu unaweza kukuta mtu tuseme analangua kilo 25 ya mchele kwa mfano, hata hawa analangua kilo 50 ya mchele, lakini hizi duka zote zinauzisha mchele. Sabuni ni sawa sawa wote, mafuta mawese wote wanayo dukani, vitu vinafanana. Halafu wote wanalenga wateja ambao watakuja kuhemea ile nafasi, na ni wale wale kuanzia Monday mpaka mwisho wa wiki, kuanzia tarehe 1 mpaka mwisho wa mwezi. Wateja ni wale wale, hawabadiliki. Kinachotokea pale ni nini? Hawa watu wataona, akikaa kwenye duka, akiona wateja wanaingia kwenye duka zingine hawaingie kwake, wivu naanza, chuki naanza. Ndipo utaanza kusikia hawa wanachukiana, hawa hawaongei, wivu. Utaanza kusikia wengine wanatumia uchawi, wanaanza kulogana, wanaroga biashara ya mwingine. Mambo kama hayo najua mwenzangu Mwafrika na umeshawahi kuyasikia. Lakini chenye nataka kukushauri, ukiona duka kama 5 hata 10, zote ziko nafasi moja, biashara wanazouzisha zote ziko sawa sawa, duka za chakula, sabuni za kuoga, daftari za watoto, unaona vitu kama hivyo. Ukiongea hawa watu 5 pale, unaona mkiwa duka 5, tuseme zilikuwa 10, wote hawaelewi. Ndio kuna watu hawaelewi, lakini nyinyi mkikusanya mko watu 5, ukasema hivi, kwa sasa tunataka tufanye ushirika. Wanasema umoja ni nguvu, muwe pamoja, mfanyie biashara kwa umoja, mkue pamoja. Huu mtaji wa huu mmoja na wa mwingine na wa mwingine, mkiweka pamoja, alafu mwanze kufanya biashara kwa umoja, kale tule tuduka tudogo tudogo, mkitia capital zenu, mitaji yenu pamoja, ile mtaji itaonekana ni mtaji mkubwa. Alafu mtajenga namna ya kasupaki fulani, kwa sababu mmejiunga pamoja, mtaji wa watu 5 umekuwa mkubwa, mtatengeneza namna ya spa fulani kadogo kulingana na ule mtaji. Sio lazima kuwe spa hizi kubwa za watajiri wakubwa, lakini mnaweza mkaifanya kwa style ambayo ni tofauti na zenye mlikuwa mnatumia ukiwa unafanya biashara peke yako. Mnatia mtaji pamoja, mnaanza kushirikiana pamoja, mnafanya biashara, itapendeza zaidi, na ile style yenye mtatengeneza pale kwa kutengeneza ile duka, kwa kutia mtaji mzuri pamoja, mtaweza kulangua na vitu venye mlikuwa hamuna uwezo wa kuvirangua. Alafu uone jinsi wateja wa pale mtawaleta kwenu. Kitu kingine kizuri cha kufanya hii biashara kwa umoja hivi, kenye itawasaidia ni kwamba mkiwa mnatumika kwa umoja hivi, itawasaidia ule ushirika wenu. Mkienda hata kwenye benki kuomba deni, ile deni mtaipata kirahisi sana, kwa sababu mko watu wengi, ni kampuni, mnatumika pamoja, kila mtu anamsimamia mwenzake. Hata wakija kucheki biashara yenu, wataiona ina mtaji mkubwa kuliko jinsi wewe ungekuwa unafanya biashara peke yako. Sijui kama unanielewa. Na hii itawalinda kuwa na ile chuki, hii itawalinda kuwa na ile wivu, hii itawalinda kuroga na kurogana na kurogwa. Utakuta ni kitu kizuri sana. Alafu na mkiwa mnatumika kwa ule umoja, inaweza hata kawasaidia kuwa na muda mwingine wa kufanya vitu vingine.
kwa sababu ukiwa unatumika na watu 5 hauwezi ukachoka kama vile unasimamia duka uko mtu mmoja peke yako. Lakini mkiwa watu wengi mtasaidiana kuisimamia, upate na muda wa kufanya vitu vingine au muda wa kupumzika. Kwa sababu mimi niliwahi kuuzisha duka, najua kuna mchoko pale. Najua jinsi inachosha, najua jinsi inahangaikisha. Kurangua, kuuzisha, najua kazi ni nyingi pale. Mimi nimewahi kuiuzisha, najua. Lakini mkiwa pamoja, huyu anaweza kwenda kulangua, mwingine anauzisha, mwingine anafunga vitu, mwingine anapanga vitu. Unakutanisha, inawasaidia hata kuwa na afya nzuri, kuwa na muda wa kupumzika. Ukienda kupumzika duka utafunga, mwingine atabakia anafanya biashara. Hiyo system inaweza kutumika kwa wale watu wana restaurant. Ukienda kwa ile center ya watu, ukifika pale vile unaweza kukuta kuna restaurant 5, halafu wakifanya maandazi kwa mfano, kama wanauzisha maandazi kwa ile restaurant, utakutanisha mtu analangua kilo mbili za hii unga wa ngano, lakini kuna duka 5 pale na haziishe kwa sababu wateja wanaenda huku na huku. Inabidi wawagawe wale wateja, lakini wanaweza kufanya duka pamoja. Mnaifanyia ile restaurant, mnaifanya pamoja, mnatia mtaji pamoja. Hii system inaweza kutumika tena kwa watu wenye barber shop, wanaonyoa nywele. Unakutanisha mtu anafungua saluni, barber shop ya kunyoa nywele. Ananyoa nywele lakini ana mashini moja. Tena ile mashini haitumiki vizuri, maybe ni second hand. Lakini anashindwa kuwa na uwezo wa kuwa na vitu vyote anahitaji kwa sababu ni mtu mmoja. Na usafi wa kule mazingira hayatapendeza. Lakini zile barber shop unakutanisha ni 5 ziko pale. Kama mnaweza kushiriki pamoja, mkafanya ile barber shop pamoja, mkawa mnanyoa, lakini huyu analeta capital yake, huyu mashini yake, huyu na mashini yake au pesa zake, mtanunua hata mashini zenye mtu mmoja hawezi kuwa nazo. Mtatengeneza viti vya kukalia vizuri na vinginevyo. Hii system itakusaidia sana, na vile nao mkisha kuwa pamoja, mkienda kuomba hata mkopo kwenye benki, watawaelewa zaidi, watawaelewa kirahisi. Na biashara yenu itakuwa nzuri na itawafikisha mbali sana zaidi. Kwa sababu kutakuwa system, kutakuwa kuelewana, kutakuwa kuangalia ile biashara, na faida hautaiharibisha jinsi ungeiharibisha peke yako. Kwa sababu hapa itakuwa kila mtu atakuwa anataka mtaji uongezeke, au utaelewa kwamba hii si mali yako peke yako. Lakini ukishajua hii ni mali yangu peke yangu, unaweza kuiharibisha jinsi kwa kununua vitu venye haungenunua. Lakini mkishakuwa na wengine, inabidi usubiri siku ya kugawa ile faida mmepata. Hii ni njia nzuri sana ya kujifunza kutumika pamoja. Najua kitu kingine ambacho kinasababisha watu wa Afrika, nchi mbalimbali, tusiweze kuwa na maendeleo vizuri, ni hii roho mbaya ambayo inakuwa ndani ya watu. Mtu na roho ya ubinafsi, mtu anataka peke yake, kila kitu akifanye peke yake, kusikue mwingine, asijiunge na mwingine, usikilie wivu mwenzako ukiona anasonga mbele. Tujifunze kuwa na ushirika, kuwa na umoja, kutumika pamoja, kutafuta watu, tuelewane. Ndiyo unaweza kuwa na idea, lakini unaiongelea watu wasikuelewe. Na watu kama hawakuelewe, sio kosa yako, sio kosa yao. Wewe ndo unahitaji kuiboresha zaidi ile idea yako, ili iweze kueleweka mbele ya watu. Watu watakuuliza maswali ili waone kwamba hii idea kweli inafaa, kweli ina manufaa fulani. Wakishakuelewa ndo wataleta mtaji. Sasa wewe ukiona hawakuelewe, usikasirike, hapana. Ile itachengemsha ubongo wako ili uweze kujifikiria zaidi na kukosoa ile idea yako, ili ukirudisha ieleweke, au ukiambia watu wengine wakuelewe vizuri au kirahisi. Na kitu kingine wanakuwa wanasema biashara ambayo
itakuwa vizuri. Haiombe muda mrefu wa maelezo, hapana. Muda kidogo unaweza kueleza watu biashara yako kwa ufupi na wakaelewa. Kama ni biashara kabisa ambayo iko sawa, haiombe muda mrefu kwa kuielewa. Hii itakuwa ni jambo nzuri na itabadilisha maisha yako. Chochote tunachokifanya hapa kwenye Undani TV, tunakuomba jitahidi, jiunge na watu. Share idea yako na watu wengine. Waambie leta mtaji, tufanye biashara kwa umoja. Mshirikiane, mtaji wao na mtaji wako. Au equipment vile vitu mnatumia. Huyu alete hiki, huyu alete hiki. Kama ni restaurant, huyu ataleta sahani, naweza kuwa na masahani mengi nyumbani, huyu atakuwa na sufuria. Mnaweka pamoja, unakuta inakusaidia. Inapunguza hata matumizi mkiwa pamoja. Huu ndo ushauri kwa Undani TV tumeweza kusema tuongezee kwa yale tuliyojifunza kwa video iliyopita. Na kama wewe haujaisikiliza, nenda kaisikilize. Video inasema mambo ya kuzingatia ili biashara yako ifanye vizuri, ufanikiwe. Nenda ukaione, ukaitizame. Remember, kumbuka kushare, kulike na kusubscribe kama hujasubscribe. Lakini share na video nyingine ili na watu wengine waweze kupata vipindi vyetu na elimu zetu tunazo share kwenu, kwa sababu hiki unachokipata unakipewa bure. Acha na wengine wakipewe bure. Tunawapenda sana. Msiwe mbali na Undani TV. Mimi jina langu naitwa Gilbert. Mbarikiwe sana.